utafanya kazi ya Mungu bila wadhi. Sema amen. She was a notable woman. Alikuwa mwanamke ambaye alifanya kazi ya Bwana. Unaona watu ambao tunaongea dawa Lydia, unasikia walikuwa watu matajiri, wanaambia mtumishi wa Bwana kujenge ukae kwa nyumba yao. Alikuwa anafanya kazi ya kuuza kala, ya kuuza rangi ya kala ya nini, kala ambayo iko very expensive. Alikuwa mama ambaye alikuwa na vitu vyake. Watumishi wanaenda kwake asubuhi, wanakula, wanaenda wanahubiri, wanakuja kesho, wanakula, wanaenda wanahubiri, mpaka anafanya kanisa linapatikana. Wamama ambao wamebarikiwa, wamama ambao wana vitu vyao, wamama ambao wanasonga mbele. Oh, haleluya! Hao ndio maombi na kuombea siku ya leo. Sema amen. Oh, mama, she had a revelation. She had a revelation. Alikuwa mama ambaye alikuwa na ufunuo. Alikuwa na ufunuo. Zako mwambie alikuwa na ufunuo. Alikuwa na ufunuo. Because the Bible says kwamba Mungu alifunulia. Hakuna mtu alitoka. Huyu Mungu wa Mungu alikuwa tu anapita, anaona kwenda sasa. Unajua, niliona zamani watu wa zamani, wachungaji wa zamani. Sisi Mungu ametusaidia sana. Walikuwa na ubiri mbali. Kama kwa kwetu nilikuwa naona mchungaji anatoka kutoka pale Nyang'ori, anaenda mpaka kule Kisambai. Tunakumbuka hiyo. Na anaenda akitembea. Wengine Mungu anampea neema, wananunua basikeli. Unajua baba alikuwa anatoka wapi mpaka anaenda wapi, si ndio? Mungu anampea neema, walikuwa na neema ya kutengeneza basikeli. Mimi ukinipea hiyo nikasema hivi mchungaji wachana naye. Lakini Mungu aliwasaidia kiwango cha kubwa. Kwa hiyo mama alikuwa anaona tu akiwa kwa barabara, anaona huyu baba anapita. Anaona jinsi anakaa, anaona jinsi ametoka. Anaenda kwa sehemu yake, labda alikuwa anaenda wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Anaona anaenda, huyu mama tunasema kwamba huyu mama mwenyewe, ajabu mtaka mwenyewe. Huyu mama mwenyewe kwa akili zake na kwa mawazo yake akafunuliwa, Mungu akamfunulia. Akaona huyu mtumishi wa Mungu kuna uwezekano anateseka. Mahali anatoka ni mbali na mahali anaenda ni mbali. Akasema hapana, hataendelea kupita hivyo, hataendelea kupita hivyo. Alikuwa mama wa ufunuo, alikuwa mama wa kufikiria, alikuwa mama wa kugundua. Oh, haleluya, oh, haleluya, oh, haleluya. Kupata watu wa mama wa ufunuo kama huyu mama, wa mama ambao watagundua mambo na wayafanye wenyewe. Sema amen. Nilitamani nisikie mahali ambapo huyu alikuwa mshirika, huyu mama si kuona au kwa mshirika wake. Hata swali nilikwambia, hata ukazie vitu kwa sehemu, Mungu atafungulia mtumishi wa Mungu njia nyingine. Mtu atasema amen. Sema amen, ni wewe unasema. Sema amen. Mtumishi wa Mungu anataka kukutie moyo. Tuko na Mungu ambaye hufungua njia pasipo na njia. Huu mlango ukifungwa, huu mlango unafunguliwa. Kwa mama wasema yake hata wafunguliwi, hata wafunuliwi. Pasta anakujaje? Pasta anaendaje? Mungu anatumikia mtu mwingine, mtu kutoka mahali pengine anafunuliwa. Huyu mchungaji anahangaika, huyu mchungaji anateseka. Mama anasema hapana, hata endelea kuteseka hivyo. Anaenda bila sema, ajaenda kumbembeleza. Anaposema amen. Nataka nikwambie kitu. Kama kuna kitu nataka uombe Mungu akusaidie. Kama mtumishi wa Bwana, Mungu akusaidie na neema ya ufunuo wa wakati. Sema amen. Uwe mama ambaye unatumika kwa kujenga. Maono yako ni ya kujenga. Unapokuja kanisani unafunuliwa. Hii kanisa inahitaji vitambaa. Jina la Bwana lipewe sifa. Kuna vitu vingine sio lazima tukae kwa miti. Ni watu nafaa wafunuliwe.
Ni watu nafaa wagundue, ni watu nafaa wajue kuna mambo yanafaa ifanyike na waanze kufanya. Sema tangu uwe mtu wa kugundua. Imagine nilikuwa naambia watu wa Kiteja, nikaanza kutoa watu nje. Kuna wakati kijana anakaa polepole. Unaona mama ametoka kule, mama mwenye akili timamu, sema hapo, mama mwenye akili timamu. Mama tu mzuri. Anatoka kule, anaingia kanisani, kisha ingia kanisani, anaenda mahali kiti. Akifika kwa hiyo kiti, anachukua kidole yake, hii Mungu amemsaidia, anafanya kwa kiti. Hata nimeona mwingine anaenda nje kuangalia. Alafu anaingia kwa kitabu, kwa bagi yake, anatoa handkerchief. Anapanguza hiyo kiti chake, alafu anakaa chini. Alafu akisema Yesu asifiwe, wewe nani nafanya kutoa nje? Unataka nani apanguze hiyo kiti? Alafu akitoka unasikia kanisa ni chafu, viti ni chafu, hiyo kanisa iko namna gani? Unataka Mungu atumikie nani? Na kuombea katika jina la Yesu, Mungu akupatie na neema ya kufunuliwa. Ukiwa hii kanisa ni chafu, uende utafute maji, uende utafute kitambaa, uanze kupanguza meza, uanze kupanguza kanisa. Okay, huyo wakati. Unataka nani akutengenezee? Unataka nani apanguze? Kwa nini atipe sana? Wabasema unaenda kusama na Mungu. Ujinga kama hiyo. Watu ambao wana akili ni kama wajinga. Ni kama